kuna wakati mmoja kulikuwa evenement ya nani ya T-Max. Epifamba alikatalaka akasema hata shimamia hiyo show mimi nikiimba. Alisemaga, alimwambia T-Max na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo evenement mimi sitashimamia hiyo show. Mungu temwe na bisema mbele ya media na anabijua epic. T-Max akanifuata akaniambia oh champagne na kuomba vraiment kama mtalombala msamaha kama hivi na hivi na hivi. Nikamwita fama sitaki problem tukaongea. Me akaambia tena T-Max na kulapia mbele ya Mungu champagne tu akikuwa mwa show. Hapo deja ile kama ni 2 milioni kama ni 3 milioni kanipita swata. Amjambo mabibi na mabwana. Niwashe? Okay. Amjambo mabibi na mabwana. Naitwa Mr. Champagne na nalomba kwanza msamahani. Nilichelewa na kama nilichelewa najua mwanadamu unapangaka na Mungu anapanga vyake. Heureusement tuko deja hapa. Nafurahi sana tena sana. Unajua wakati nilikuwa Tanzania niliwaambia media zetu zinatumikaka na zinafanyaka kazi. Hivi sasa inabiko wanaangalia live wanasantili kama hapa ni moto. Hakuna michezo. Bon, sina mingi ya kuongea, ndajibia maswali kufuatana na gisi ndaulizwa. Okay, merci. Naam, tuelekee kupokea maswali kwa waandishi wa habari. Yeyote ambaye ana swali anaweza kupandisha mkono then tukampa mic akaweza kulifikisha kwa Mr. Champagne. Champagne? Yes. Kuna mtu ameomba hapa. Okay. Hao ambao wamekaa hapo. Okay. Tunaweza tukawafahamu labda kwa kujitambulisha. Okay. Anaitwa Deborah. Iko mu bureau ya Mr. Champagne. Donc yeye ni secrétaire. Leo Mr. Champagne ukimtafuta kwa telefone secrétaire ndio ampokea telefone. C'est ça. Après Mr. Champagne. Oui, il y a pas de problème. Je vais vous le passer après. C'est ça. Yeye anaitwa digital. Nadhani kila mtu anamjua moto ya volcan. Akitingiza hapa ni moto. Akideside tu hapa anasema tu unasema maprimusi na mwangika unakunya kunya mlio wengi. Ni yeye tu akisema tu mseme tu fio. Mungu mtaona. Yeye anaitwa Kevin, nadhani kila mtu anamjua. Yani cinéaste plus iko mu monde ya muziki ya Burundi anafanya comédie. Ya donc merci beaucoup. Tunaweza tukaendelea. Okay, kwanza cha kwanza kama niliendaka Tanzania, objectif ya kwanza ilikuwa kwenda fanya collabo na Christian Bella, pia kufanya clip na Duli. Ya pili niliendaka kufanya media tour, kukutana na watangazaji. Cha tatu niliendaga juu ya ile concert ya Fally Ipupa. Nilikuwa parmi batu benye balipasha mwake partir hapa Tanzania. Na cha ine nilikuwa naenda nifuatilie nione game ya Tanzania gisi iko. Donc nilikuwa nilienda pale kufanya uchunguzi nione bana evolue ya monde ya muziki pale partir hapa Tanzania. C'est ça. Okay, Kenya ilikuwa ni mambo ya business. Nilienda tu juste ilikuwa ni nilienda nifanya tu journée moi. Mboni batu wetu kumbanaka naye hapo pale Tanzania après Mama Dangote kuni post.
ndo bakaonaka yo publicité ba kwa business batafanya à partir hapa Burundi ni bahindi ndo balinyonaga bakanikontakta à partir ya Instagram mais bakaniomba twende Kenya tuongee na boss wabo kisha baadaye tukarudi yeah. Okay, Kenya mimi nilisoma Tanzania niliona kwanza bako na bidii sana. Ni watu wenye wanajituma kwanza sana monde ya muziki na ba journaliste bao ni watu wenye bako mouvementer sana. Bako mouvementer sana donc abapenda kibaache na kaelele kidogo. Abana hata kuelele, amaki abana hata muda na elele kidogo. Kingine kinaweza sema niliona partir ya Tanzania kisi nilijifunza sana sana kote ya beef ya artiste musicien banacheza na akili ya population parce que niliona part ya bengi sana au unaona baba levo bako na jibizana na bamwijaku mais bakikutana na hivi ni barafiki sana mais banacheza tu na réseaux sociaux ba fan nini non ya donc ma beef yabo ni beef ya business sio beef ya rombaya ya banabifanyaga tu vile kwa internet mais bakikutana na hivi ni barafiki sana. Nakumbuka mule mu evenement ya Alikiba nilikutana na wale ba omi walikuwa mule, ukiangalia wale ba omi na hao watu ya wale ba Alikiba unaona kama ni deja biko kote moya, mais unaona ke bali participer mu evenement ya Alikiba. Unajua naweza nikasema tusikwe tunapakala saa moya makosa tuipakale mafuta. Bien sûr nilifuatilia hivyo vitu nikasikia eti siwi champagne uliongea unatoa siri siwi nini na nini mu muziki amkuwa kisiri hivi tuko tunafanya hapa kwanza sasa dunia mzima iko natuona na hakuna mwenye ajui kama mo artiste musicien tuko na maproblème kila mtu mko hapa mnavijua bien il y a ça ne va pas entre nous les artistes utavisikia entre Vasatbi Fariaz utasikia champagne et puis Famba leo sasa bentuke kwa Sito tunaongea. Donc entre nous les artistes, tuongee tuseme kweli. Tuache unafiki. Entre nous les artistes kuna kitu kia kiendeki. Sawa. Na kama mimi niliviongea, sio mimi ndo wa kwanza naviongea. Mimi kila siku mimi nasemaka na kwa nafuata mara mingi sana example kwa Fariaz. Na Fariaz mara mingi akiongea kitu anaongeaga na natoa message na naona kama watu watamwatake. Mais ikikuwa mtu mwingine aliongea anapata atake. Hii neno nilisema kwanza Fariaz alishawahi kuisema wakati aliorganize nani Bantu Boy iliweza organiser événement ikaitisha ba artiste musicien kuko ba artiste bakokuyaga Fariaz akasemaga ke juu Bantu Boy na organiser kuko ba artiste bakokuya donc entre nous les artistes kuko ba hypocrite. Mimi wakati nilikuwa nafanya interview Tanzania objectif ya kwanza nilikuwa nabambia ke Burundi tunaba support ya 100%. Muziki yetu tunaipiga sana. Lakini mwe huko mpiga muziki ya Burundi. Na kama ba artiste ya Burundi bakifanya evenement huko parce que muziki ya Burundi ipigwa huko. Sa wakati tunaba support John na mwesi msitu support. Unaelewa? Asa unaya kuna kwa normalement kuna kwa bizuri na kwa vibaya. Sasa niko nasema vile mimi peke sasa nikasema kwa kukumbusha na nikakukumbusha sasa ba artiste wetu. Nikakumbusha ba artiste wetu. Nasema hivi lakini si ba artiste na sie atupendanaki. Kuna wakati mmoja kulikuwa evenement ya nani ya T-Max. Epi Famba alikatalaga akasema hata shimamia hiyo show mimi nikiimba. Alisemaga alimwambia T-Max na lapa mbele ya Mungu T-Max champagne akiimba kwa hiyo evenement mimi sitashimamia hiyo show. Mungu temwe na bisema mbele ya media na anavijua yeye peke. T-Max akanifuata akaniambia champagne na kuomba vraiment kama mtalombala msamaha kama hivi na hivi na hivi. Nikamwita Famba sitaki problem tukaongea. Mais akaambia tena T-Max na kulapia mbele ya Mungu champagne tu akikuwa mwisho hapo deja ile kama ni 2 milioni kama ni 3 milioni kanipita swata hapo tupendane si tunauiana riski. Mfano wengine karibu kama hii probleme hapa ni probleme ya kuongea tu entre les artistes mnabiliza bon si mona misi mkuli muhali parce que Bentour naye alifa Bentour naye comme si mkuli muhali parce que Bentour naye yenye alifanya normalement alipasha mu contacter amulombe permission juu afanye hicho kitu haikuwa bien kubien alifanya mais entre nous les artistes quand même kama gisa alikuwa lomba msama mona nangefika na anaregeza kidogo. C'est ça. Donc tukikuwa na upendo entre si peke ba artiste tutaendelea mbali zaidi. Unaona tuko tunafanya bifu ya maana. Tuchokozane bafana bakwe mu distraction bajibizane mais tukikutana na tupatiane madidi.
tuongee bien. Hii concert ya nani? Concert ya nani? Hii concert nani ndapiga nje nani? Harmonize. Mwalimu connecte ni Rayvan. Na bisema hapa lakini ni siri ndani. Rayvan ndio alimconnecte. Hiyo concert ya Harmonize ndapiga. Meonde kwa internet. Bana chambana ajabu. Mais sasa si unakuta artiste tu moya akipata concert, unakuta kwa mwingine musicien za uliza. Sasa moi hii concert mnaniita huko kuna nani? Huyu msimtiwe stahili huyu. Mtu huyu. Hata kama ni petit mwache naye kesho yake atakuwa mkubwa. C'est ça, nadhani nimeelewa kidogo.